Kundi la kwanza la watu ambao Mungu anawatafuta, moja, ni watu wanaomtafuta Mungu. Are the people that seek God. Yani wakati wewe unawaza kumtafuta Mungu, when you're thinking of seeking God, wakati huo Mungu naye anakutafuta wewe. At the same time God is seeking you. Anasema nitoka mbinguni. He says God looks down from heaven. Mungu alichungulia. God looks down from heaven. Aone kama yupo mtu mwenye akili amtafutaye. To see if there's andiko hili linatuonyesha ya kwamba ukianza mchakato wa kumtafuta Mungu lazima ujue ya kwamba na yeye mbinguni anatafuta wanaomtafuta. When you start the process of seeking God, just know from heaven He is also seeking those who are seeking. Kwa hiyo kundi la kwanza ambalo Mungu huwatafuta, the first group that God seeks, ni watu wanaomtafuta yeye. Are the people that seek Him. Mwanadamu anapoanza mchakato wa kumtafuta Mungu, when a man starts the process of seeking God, ni rahisi sana kukutana na Mungu. It is very easy to meet God. Kwa nini? Wakati anamtafuta Mungu, as he looks for Mungu naye aliye mbinguni anachungulia chini. God in heaven looks down on earth. Anachungulia, anaangalia ni nani anayenitafuta. Kuna kumtafuta Mungu, God, kutafuta vitu vya Mungu, na tatu kuna kutafutwa na Mungu. Unapofanya kazi ya kumtafuta Mungu, when you do the work of seeking God, automatically umeshafanya kazi ya kutafuta vitu vya Mungu. Automatically you have done the work of seeking. Wakati huo umeshafanya kazi ya kutafutwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakukuta huko tayari. And God finds you ready. Uwe na uhakika, ukipambana na kuvitafuta vitu vya Mungu utampoteza Mungu na utapoteza vyote. When you struggle by thinking the things of God, you lose God and kutafuta, ukipambana kutafuta vitu vya Mungu, unahama hapa unatafuta, hapa unatafuta, pale unatafuta, kila mahali unatafuta. The major thing to do is to seek Him first. Unafikiri kwa nini Yesu alisema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake? Halafu anasema na hayo mengine yote mtazidishiwa. Unafikiri kwa nini Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana? Muiteni maadamu yu karibu. Kwa hiyo utagundua hii habari ya kujiweka kutafuta vitu vya Mungu imekunyima vitu vingi. Imekunyima Mungu, imekunyima na vitu vya Mungu. Kundi la kwanza ambalo Mungu anawatafuta, the first group that God seeks, ni watu wanaomtafuta. Are the people that seek Him. Toka mbinguni Mungu alichungulia wanadamu, down on earth, aone kama yupo mwenye akili anayemtafuta. To see if there's one with understanding. Maana yake ni watu wenye akili peke yao humtafuta Mungu. It is only people with understanding. Lakini unapoanza kumtafuta Mungu umejiweka kwenye position ya kumpata Mungu, maana na yeye anakutafuta. Ni rahisi sana kutafutana kuliko kutafuta. It is easy to seek one another than to seek. Ni kweli ulikuwa mzee wa kanisa lakini ulikuwa unatafuta nini? Truly you're an elder of the church, but what were you seeking? Ni kweli ulikuwa unatoa sadaka lakini ulikuwa unatafuta nini? Wengi mtagundua mlikuwa mnatoa sadaka ili mbarikiwe, lakini sio kumpata Mungu, kuupata moyo wa Mungu. And not to get God, neither his heart. Kweli ulikuwa unahubiri, ulikuwa unafanya utumishi juu ya Mungu. What were you seeking? Ulikuwa unatafuta nini? Kina Ibrahimu hawakutoa ili wabarikiwe. Abraham did not give so that he's blessed. Haikuwa kwenye akili yao ya kwamba natoa ili nibarikiwe, lakini walitoa wakimtafuta Mungu. Mungu alipojifunua kwao na umaskini ukakatika. Wewe kila unapotoa unaangalia unasema every time you give you look. Nafikiri wiki ijayo, I think next week, lazima Mungu anilipe. God must pay me back. Na hii ilivyoniuma, and the way this has pinched me. Yeye akikuuliza hivi alivyomtoa mwanae mmemlipa nini? That's why giving is all about the heart. It involves the heart of loving. Ibada yote ya utoaji unaoitoa ambayo haijahusisha moyo wa kupenda is a waste. Kundi la kwanza ambalo linatafutwa na Mungu, my friend, the first group being sought by God, rafiki yangu. Kwa tafsiri nyingine siku hizi 21 tunakusogeza mahali Mungu anaangalia. In other meaning, these 21 days we push you to a place where God looks. Mahali Mungu anachunguza ndio tunakusogeza. A place where God searches. Uwe na uhakika ukimtafuta Mungu, when you search, ukimpata umeshapata na vitu vyake. Hilo ni kundi la kwanza. That's the first group. Nani anatafutwa na Mungu? Who is being sought by God? Ni yule anayemtafuta Mungu. That seeks God. Sio anayetafuta vitu vya Mungu. Not that who seeks the things of God. Yule ambaye ana nia ya kumtafuta Mungu. The one that has the intention of seeking God.
Namba 2, nani anatafutwa na Mungu? Number 2, who is being sought by God? Ni yule anayeabudu katika roho na kweli. It is that who worships in the spirit and in Mungu God ni roho. Is a spirit. Na Mungu atafuta and God seeks wale wanaomwabudu yeye katika roho him in the spirit na kweli, kwa kuwa Mungu huwatafuta watu kama hao. People like that. Mungu huwatafuta watu kama hao. God seeks people like that. Lakini saa inakuja, but the hour is coming, na saa ni sasa, and now is when ambayo wamwabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. The true worshipers will worship the Father in spirit. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. This is a second group. Such to worship him. Ukiona kwenye makundi hapa haupo hata moja. If you see in this group, you're that not means anywhere. You are out of God's statue. It means you're not among those who God seeks. Anasema natafuta watu wanaoabudu katika roho na kweli. Sio wanaoenda kanisani, wanaoenda kanisani katika roho na kweli. But those who go in spirit and in truth. Sio wanaotoa sadaka, wanaotoa sadaka katika roho na kweli. In spirit and in truth. Ili ni kundi la pili. This is the second group. Je, haya yote uyafanyayo kuhusu Mungu unayafanya katika roho na kweli? Do you do in spirit? The moment unayafanya katika roho na kweli, you are exposing yourself to the point where God, mahali ambapo Mungu yupo. You expose yourself to a place where God is. Kama chochote unachokifanya kuhusu Mungu is because of your visibility, maana yake sio katika roho na si katika kweli. Kama unaimba kwa jina, kwa umaarufu, kwa nafasi, it's true you are singing, but it's not in spirit and truth. Lakini sio roho yako na sio kweli. If whatsoever what you are doing, God is not the center. You are not in spirit and truth. Sio katikati yake. Haufanyi katika roho na kweli. If you are giving for visibility, you just know it's not in truth and spirit. Sio katika kweli na katika roho. If you are coming to church, kama unakuja kanisani with any other intention, kwa makusudi mengine yoyote, and not about seeking God, na sio kumtafuta Mungu, you are not doing in truth and in spirit. Na katika roho. Na Mungu ana mpango na wewe. And God does not have a plan with you. Kwa hiyo utakaa kanisa la kiroho hata miaka 50. You stay in a spiritual church even 50 years. Stagnant. Lakini utabaki kama ulivyo. A stagnant people. Utabaki kama ulivyo. Wanaomba kweli. They pray truly. Wanatoa sadaka kweli. They give offering truly. Wanaenda makanisani kweli. They go to churches truly. Wamekuwa hadi viongozi wa kanisa. They've become elders of church. Lakini kwa kweli sio katika roho na kweli. But truly is not in spirit and in truth. Watu kama hao, people like those, hana mpango nao. God has no plan with them. Anawatafuta. But he seeks watu. People. Wale wanaomwabudu. Those who worship him. Katika roho na kweli. In spirit and in truth. Nataka ujiulize hapo ulipo. I want you to ask yourself where you are. Hivi kweli truly unamwabudu Mungu katika roho na kweli? Do I worship God in spirit and in truth? Kundi la tatu. The third group. Nadhani kuonyeshe tu. I want to show you. Ili ujue ya kwamba unaweza usiwe kwenye kundi lolote katika hayo na utapita mahali pagumu. You might not be in any of these groups and you pass through a hard place. Ni kundi la waombaji. The group of intercessors. Waombezi. Intercessors. Kwani Biblia inasema nini? What does the Bible say? Watu wa nchi wametumia udhalimu. The people of the land have used oppression. Wamenyang'anya kwa nguvu. Committed robbery. Na wametenda jeuri maskini na wahitaji. Unaona uovu unaotajwa hapa? You see the offense that I mentioned. Uovu unaotajwa hapa. The transgressions that I mentioned. Nao wamewaonea wageni bila haki. And they wrongfully oppressed the. Yani baada ya hayo sasa, after all this, uchafu wote huu umeonekana kwao. All this defilement have been. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao. So I sought for a man among them. The only possibility for God to search a man is if there is a gap of an intercessor. Uovu umeonekana katikati yao. Transgression has been seen among them. Dhambi iko katikati yao. Sin is among them. Anasema nikatafuta mtu miongoni mwao. He says, so I sought for a man among them. Mungu asamei mpaka ameombwa msamaha.
Hii ndio unatakiwa ujue namna hiyo. Forgive unless he's asked for forgiveness. Biblia inasema hata muhesabia mtu muovu kuwa hana nini? Hana hatia. It is written. Usio kaashumu hapo kama hujatubu ukasema Mungu nafikiri Mungu hana shida na hili. Mungu unaona hata sina shida, hana shida. No. Hapana. God never forgive until someone kneel down, because asking for forgiveness is humility. Kuomba msamaha ni unyenyekevu. And God seek humble people. Mungu anatafuta watu ambao ni wenyenyekevu. Anasema nikaangalia. He says I saw. Baada ya mambo yote. After everything. Na mabaya yote katika nchi. And all the evil that is done in the land. Mabaya yote katika familia. All the evil in the family. Mabaya yote katika kanisa lao. All the evil in the church. Natafuta mtu mmoja. I sought for one atakayesimama. who will stand. Kwa nini Mungu usijifanye uoni? Why doesn't God see? Kwa nini usijifanye uoni? Why doesn't God pretend that he doesn't see? Kwa nini? Kwa sababu hayupo mtu basi usiwapige. Because there's no one, then you should not fight them. Natafuta mtu. He said no, I'm seeking for a person. Miongoni mwao. Amongst them. The only gap that can make God such a man is until an intercessor is missing. It's the only when the intercessor is missing. Pale ambapo mwombezi anakosekana. Is where God starts to search people. Ndipo Mungu anaanza kutafuta watu. Nani ameamua kusimama kwenye toba juu ya taifa? Nani? Stood for repentance over the nation. Hata kama ana jina ni nani? Even if it doesn't have a name, who is it? Hata kama ni mtoto wa miaka 18 ni nani? Even if it's an 18-year-old, who is it? Ni nani aliyeamua kusimama kwenye toba juu ya kanisa? Who has decided to stand for repentance over the church? Ni nani baada ya yote anaomba kutoka moyoni juu ya familia ya kwao? Ni nani? Familia nzima hainitaki, but who is ready to intercede? God is searching. Ni tayari kufanya maombezi. Mungu ndio anamtafuta. Kundi la ngapi? La 4. The fourth group. Nani ambaye Mungu humtafuta? Who is it that God seeks? All sinners. Watenda dhambi wote. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta kile kilichopotea. Came to seek that which is lost. Ukiona tunahubiri ni mchakato wa Mungu kutafuta mtu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. This is the last criteria. Hiki ndicho kiashiria cha mwisho. Kigezo cha mwisho. The last criteria. Ambao Mungu anamtafuta mtu kama huyo. That God seeks this kind of people. Katika vigezo hivi vinne, if you don't see yourself anywhere, kama ujioni popote, that means you are required to go back and seek God. Inamaanisha urudi ukamtafute Mungu.